Watoto wazuri wazuri. Watoto wazuri wazuri. Oh, leo ni wiki nyingine tena ambapo tuna somo zuri linalosema ndoto ya mfalme. Ndoto ya nani? Ya mfalme. Watoto wangapi wameshakuota ndoto? Watoto wangapi wameshakuota ndoto? Oh, wow. Sasa sikiliza. Hapo zamani kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa mfalme nani? Nebukadneza. Mfalme huyo alikuwa amelala kwenye usingizi. Alipoamka alikuwa kwenye usingizi, akaota ndoto. Akaota nini? Ndoto. Akiwa amelala ghafla akaamka, ndoto ile akafanyeje? Akaisahau. Hebu nisikilize kidogo hapo Pendo. Yule mfalme akawaita maliwali, mawaziri, wenye hekima, waganga, wachawi, akasema waiti waje hapa. Wale watu wakaja. Walipofika pale kwa mfalme, mfalme akawaambia, naomba mnieleze ni ndoto gani nimeiota mimi, ni ndoto gani nimefanyeje, nimeiota. Wale watu wakawa hawawezi, wakaambia mfalme, kitu gani hiki unatuambia? Hata hakuna mtu anaweza aliwahi kuomba kitu kama hiki. Mfalme akasema kwa hasira. Mfalme akakasirika. Hebu kila mtu akasiriki hapo kidogo. Kila mtu akasirika. Mfalme akasirika. Mfalme alivyokasirika akawaambia kamanda, akawaambia chukua watu kawaue wote. Kawafanyeje? Kawaue wote. Wakati anaambia kawaue wote, Danieli na wenzake hawakuwepo. Waliposikia taarifa ile, watu wakaenda kuwachukua ili wakaue pamoja. Danieli akaenda kwa mfalme. Akaenda kwa nani? Akaenda kwa mfalme, akamwambia mfalme, tunaomba utupe muda tukamwombe Mungu wetu, nasi tutakwambia maana ya ndoto na tafsiri yake. Na tafsiri yake. Danieli akaenda, wakaomba siku ngapi? 3. Siku ngapi? 3. Siku 3 wakaomba. Baadaye Mungu akawaonyesha. Wakaenda kwa mfalme. Danieli akaanza kumweleza mfalme ndoto aliyofanyeje, aliyoiona. Akasema, ewe mfalme, tazama niliona, nilifanyeje? Niliona ukiwa katika njozi ukaona sanamu, na kichwa cha ile sanamu kilikuwa ni kichwa cha nini? Cha dhahabu. Yaani utawala gani? Hebu kila mtu afanye kama mfanya. Halafu mikono na kifua ilikuwa ni madini gani? Yaani utawala gani? Na kiuno na tumbo ilikuwa ni madini gani? Nao ulikuwa ni utawala gani? Miguu ilikuwa ni madini gani? Yaani utawala gani? Utawala nini? Halafu wapi? Nyayo, vidole, ambapo ilikuwa ni nini? Chuma na udongo. Ambapo haya yalikuwa ni mataifa 10 ya wapi? Ya Ulaya. Halafu alipokuwa ameona vile, ghafla likatokea jiwe kubwa ambalo halijatengenezwa na mikono ya binadamu. Likaja likaipanda ile sanamu, ikaisambaratisha ile sanamu. Sanamu yote ikasambaratika huko vipande. Naam. Halafu lile jiwe likaongezeka likawa kubwa. Mnajua lile jiwe lilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini? Yesu. Ulikuwa ni utawala wa Yesu Kristo ambao utakuja kutawala duniani milele zote. Naomba nikwambie kitu rafiki. Tunamwabudu Mungu tunapowaambia watu wengine habari za nani? Za Mungu. Na natamani tuweze kuambia watu wengine kwa ujasiri habari za Yesu. Marafiki zetu kule shuleni, marafiki zetu kule nyumbani, marafiki zetu kazini kwetu, kila mahali tuwaambie habari za nani? Za Yesu. Mimi natamani kuanzia leo tukawaambia watoto habari za Yesu. Basi niwaalike tupate kuomba tunapomaliza somo hili la siku ya leo. Ukiwa tumeketi, naomba kila mtu afuike mikono hivi. Wow. Nani mtoto mzuri? Mtoto mzuri pale kwa sauti. Njoo tuombe. Kimbia mtoto mzuri tuombe. Mtoto mzuri. Haya. Kila mtu afanye akiwa amefanya hivi. Tuombe. Mtakatifu Yesu mbinguni, asante umetuongoza, tumesikia neno lako, utubariki, utuwezeshe, utuongoze katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Amina.